Shikamoo baba. Marahaba. Baba uko kwema? Tatizo nini? Tatizo ni mume wangu. Yaani kwa kifupi baba, mimi ndo nimerudi nyumbani. Ndio imenishinda. Kwa hiyo nataka kuniambia umekuja hapa na mizigo yako kwa maana kwamba unakuja na talaka, ndio? Hapana baba, yaani sija na talaka, lakini kiukweli baba, yaani mambo ya yule mwanaume amenishinda kabisa, amenishinda. Yaani mpaka baba mwanao nimeamua kutoka kuja hapa. Ni kwamba yeye amenishinda. Baba, fikiria kama sio aibu ambayo unapamtani. Just imagine. Hapa naongea na mpaka nimeamua kuchukua vitu vyangu. Mwanaume wangu ametoka kufumaniwa ndani kwa mtu, nyumbani kwa mtu, na mke wa mtu. Na baba, sio hayo tu. Yaani nikisema nikueleze ni mambo mengi. Siwezi hata kumaliza kurasa za kitabu. Yaani mpaka baba, mtoto wako nimetoka huko nimeamua kuja hapa kwa babangu, nyumbani kwa babangu, nyumbani kwetu. Ni kwamba amenifika hapa baba, siwezi. Acha tu ndio inishinde. Mimi siwezi mama. Sasa mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi baba yako na unanifahamu vizuri sana msimamo wangu. Sawa? Wewe hapo umekuja na ndio maana nimeanza kukuuliza kwamba hii yule naongea na nani. Hapa maana yake ni kwamba naongea na mke wa mtu. Wewe ni mke wa mtu. Sawa? Na mke wa mtu mamlaka yote yapo kwa mumewe. Unaelewa vizuri? Yaani mimi hapa naongea kama baba yako, kama mzee wako, sawa? Lakini mwenye mamlaka na wewe ni mumeo. Sawa? So, naomba ukanitekelezee vitu viwili au vitatu. Cha kwanza, naomba uje hapa na talaka. Nenda ufanye ufanyavyo, ukija hapa uje na nini? Baba. Lakini pia ningependa nipate evidence ya hayo ambayo unaniambia. Baba, kuhusu evidence, yani mpaka nimeamua kuja hapa baba. Evidence haina shida. Yaani sio evidence tu ya maneno. Baba, nina evidence ya picha, video amerekodiwa kwenye simu. Yaani kwa macho yako naweza nikakuonyesha na ukaona. Hayo mimi naomba hivyo vitu tu ili niangalie na pia, lakini cha kwanza talaka. Ili niweze kukupokea hapa na kuongea na wewe nahitaji nini? Simeelewa. Wewe, oya. Usije kuniaribu. Umeelewa? Unahoja na nini? Unataka kunibishia? Unabishia? Unaenda kubishana? Unaenda kubishana mimi nani? Chukua nenda vat, nenda. Nimekwambia njoo na hivyo vitu viwili, unielewe, nitakupiga. Umenisahau? Nenda. Wewe nimekwambia usinizoee. Chukua nenda. Chukua nenda. Niletee hivyo vitu viwili. Bila hivyo vitu viwili usije. Na usikanyage. Wewe vipi? Mpaka nikufokee. Nimekwambia kistaarabu hapa. Nenda. Njoo na hivyo vitu viwili. Kwisha habari yako. Mimi nataka niongee na wewe kitu gani? Nenda. Shoga vipi? Ni mguu wako ingia wa kutoka kulikoni na mguu umekufuata. Yaani hapa mwenzio nimechanganyikiwa. Naenda kutafuta simu. Simu yako imeibiwa? Simu yangu ile kubwa imeibiwa. Toba. Ile simu imeibiwa. Na unavyoona mimi nimekuja hapa nimetoka hapa naifuata hiyo simu. Umeifuata simu yangu mimi? Ndio. Shoga yangu. Ile mbele yangu kuloloiona na mwanaume wangu yule. Mimi nimetoka hapa hadi nyumbani. Nimefika pale, nimetegemea baba yangu mimi tena atanipokea mwanangu kikombe cha maji kunywa kumzike. Makubwa. Nafika pale baba hataki hata kuniona. Hataki kuniona, anasema uko mbele kwako ulipotoka, kama hauna ushahidi
Mimi sitaki takataka ndani. Rudi kwa mume wako. Narudije? Mimi unaona nimetoka kwa safari yote mguu wangu nimekuja kufuata hiyo simu, nikufuate na wewe twende tukampe ushahidi baba. Hai sasa mimi nimebariza mimi nafanya nini shoga yangu? Mimi ushanichanganya mimi hapa. Makubwa, lakini hakijaribika kitu. Kuna mkaka mmoja hivi anaitwa sijui Polopolo, nyundo sijui Polopolo huyo. Vitu vyote vikipotea vinapatikana pale. Kwa hiyo wala hata usio na shida. Twende tu. Mimi na imani tutaipata simu. Ndio usina cha kusubiri twende. Watoto vipi? Afu hao wakiibuka hapa maskani hawa, utakuja niwaletee. Baridi walete kipande chochote wala nini umene. Baridi. Odi. Hapa hamnaga odi babu. Vipi? Za saizi mwanapo. Salama. Tunaomba tusaidie, tumepoteza simu. Simu? Aina gani? Zite. Zite? Mna shilingi ngapi? Sikia nikwambie. Hiyo Zite, mimi nitawasaidia kwa 35. Mimi nitawasaidia 5,000 ya kutembelea. Mtanipa 20,000 ya kuwatafutia simu yenu. Msemaje? Basi sawa kaka. Sasa sikieni. Ndeni. Ila msio na kelele. Kule. Niacheni mimi, ikapi niacheni mimi. Ndeni. Hello. Ndio maana muombe basi tunaendelea. Ana shida gani? Una hakika? Basi sawa. Mwambie nakuja sasa hivi. Kipande. Naam bro. Mjo. Naam bro. Sasa sikiliza. Nimepata dharura kidogo tunatoka nyumbani. Kama mtu atakija kuniulizia mwambie nimetoka. Sawa. Sawa bro. Polo vipi mwanangu, kama hivi mwanangu unaleteana nzi babu maskani hapo utafikiri unauza utumbo. Mambo gani haya babu? Oya, sio nikwambie. Fupi, tamu, ndefu na bora. Umeshaelewa. Mpe dogo lake usesa, aina Zite. Unampiga.
Usinitolee macho babu. Sikia. Hii habari naipeleka kwa McLegan. McLegan tena baba. Ndio nakwambia. Sema nini? Kidogo nitali kausha. Sawa. Mlikausha kwa nani? Kwa Mungu. Sikia nimwambie kitu. Wewe ndugu ya umeshaelewa. Ila sasa ndio kukusaidia. Tumfuate. Tukachukua dogo la huyu sister tumrudishie. Hizo habari hazipo. Pita. Oa, pita basi babu, mbona tuanza kushangaa nini? Tushangaa nini mjini? Wote wenzetu. Wewe mwenyewe unajua, mimi namba kuliko McLegan. Haina noma. Funga mlango tu wenzetu. Kuita kwangu hapa ni kwamba huwa wanasema kwamba msema peke yake au msema peke mara nyingi anakuwa ni mshindi. Kwa hiyo mimi nimeona kwamba nikuite na wewe ili ni balance, kwa sababu moja kwa moja inaonekana kuna tatizo. Ni balance, nijue tatizo wapi, na mimi kama mzee wenu au kama ni baba niangalie ni gani ya kuweza kutatua. Nimekuita hapa ili uweze kunielewesha kwa kina nini kimetokea. Mzee, mimi nilikuwa kazini. Wakati nimerudi nyumbani nikakuta mabegi yako nje. Nikamuuliza vipi mwenzangu? Na akaanza kung'aka. Kudai kwamba mimi malaya, nafanya umalaya na nimefumaniwa huko. Na akaniambia kwamba mimi nataka talaka yangu. Mimi nilipogoma kumpa ile talaka, basi ndo akaamua kuondoka. Unasema kwamba alivyokuwa anaondoka alisema anaenda? Mimi ninachokumbuka aliniambia kwamba narudi nyumbani, na kama mmegoma kutoa hiyo talaka, basi itanifuata huko nyumbani. Kimaanisha kwamba mimi ndio nitaipeleka nyumbani huko talaka. Halo? Upo wapi? Mwenzio tayari kishafika hapa na naongea naye hapa. Mwanangu, mimi nimekuja. Ujio wangu wa kuja hapa nina shida. Shemeji yako kuna baadhi ya vifaa vya shule sijamkamilishia kutokana na hali yangu. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja unisaidie kiasi kidogo tu cha pesa ili niweze kukamilisha mahitaji yake. Ni kama shilingi 100,000 tu. Bwana. Bwana, nikukate kauli ya kusema kwamba umekuja kuazima mapopopa. Sawa mama, kama kipo basi tunatoa, na kama hakipo
Basi inakuwa hivyo. Lakini habari ya kama unakuja unanung'unika unalialia, hapana, sijapenda, unanikosea. Mimi mwenyewe ni mwanao. Ninacho natoa. Changu chako mama, chako changu. Sawa mamangu. Hicho kiasi cha pesa ninacho. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hapa labda tufanye kitu kimoja hapa haraka tusipoteze muda. Tukana na mambo. Labda nikutumie. Sawa, kutumie. Nini? Kila nini? Mbona zogo tena nyumbani kwangu? Amani, hali yako bwana? Salama. Ya, of course mimi ndo Mungu. Wewe kijana unafahamu hiyo? Yupi sasa sawa? Huyu hapa. Huyu umebukta. Huyu nafahamu. Amethibitisha kwamba amekuuzia simu. Sijui unalizungumzaje, kuna kweli kwenye hilo? Hivi nimekuuliza mara tatu ndugu yangu. Kwamba hii simu ina majanga? Hii simu ina visanga? Unakumbuka kitu gani ambacho ulinijibu wewe? Naongea na wewe. Sasa kwa nini umekuja kunifedhesha katika nyumba yangu? Sasa kama ulikuwa unajua simu ni ya wizi, kwa nini unaletea mimi? Wewe umeamua kunivua heshima yangu hapa mtaani, si ndio? Kuniletea watu, kunijezea watu katika nyumba yangu na makelele na zogo ambalo ndio kitu wala mimi sio. Wewe kelele wewe, usinitoe ushenzi wako. Kaa kimya. Kaa kimya. Wewe mzimu wewe. Sikia wewe. Hiyo ni hela lotoa. Hela. Na sasa hivi hela ni ngumu sana kuipata. Unajua umepataje hiyo hela? Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe humble. Kuwa down. Umeshamkosea. Na sijui utamlipa vipi hiyo hela. Kama hujaitumia mrudishie hiyo hela. Na hata kama umeitumia utajua wenyewe namna ambayo mtamaliza. Ila kiuhakika umemkosea. Alafu unajua kumuuzia mtu ambaye unafahamiana naye. Kweli? Namaliza hiki kisanga ambacho wewe umeniletea hapa, sawa? Lakini tusifahamiane tena mzee. Na kuheshimu sana. Na kuheshimu kweli kweli mzee wangu. Tena. Kwa hiyo mnataka mniambie kwamba ikipatikana hiyo simu nikiwaletea hapa, ili zogo linaisha na mnaondoka hapa kwangu. Bila shaka. Shika adabu yako. Nakwambia shika adabu yako. Unamtumu mwanangu unamjua wewe? Unamjua? Kwa nini unamwambia mwanangu malaya? Wewe unamshutumu mtoto wangu unamjua wewe? Hapo umefunzwa kweli wewe? Yaani watu wazima tuko hapa unalopoka tu. Kwa nini unamtumu mwanangu hivyo? Kwa nini unamtukana? Kwa nini unamtukana mwanangu? Sijui kitu gani ndio umtukane mwanangu hivyo wewe? Na ushahidi upo. Ushahidi gani na wewe? Upo, subiri uje. Upo ushahidi. Ushahidi wa nini? Tena upo. Katembea na mume wa mtu huyo. Subiri atoe simu huko ndani. Ndio. Nione huo ushahidi. Kwa ushahidi.
Mama, huu hapa. Nataka nyingi na saba, upata mingi misiba. Penzi ni uyoga, leo mboga kesho sumu. Mwenda tezi na omo, maraja ungamani. Zamwiza 40, nzi hufia kidondani. Oh na ni sumu, oh bado ni sumu. Kila siku nawaza kwa sababu ya utamu tu. Kila saa kila sekunde ni utamu tu. Ndo maana siendelee sababu ya utamu tu. Haki ya Mungu tanitoa roho utamu tu. Na tamu unavunjisha ndoa, tamu unaua watu, tamu una vishawishi vingi, unaweza kugombana na ndugu. Utamu unavunjisha ndoa, utamu si upendi kwa sababu na matatizo mengi. Utamu si upendi ila una vishawishi vingi, unakuwa mshajendaji, tapeli wa mapenzi, yani mdanganyifu. Utamu unaleta ufukara, utamu unaleta umasikini, utamu unabanisha watu. Mwanzoni napiga kelele, naimba babu, naimba talaka talaka, ukajikuta mjanja ukamgeuza babangu hadi kichwa chake kageukia chini. Si ulikataa baba? Sasa safari hii talaka unaitoa nginja huko. Unatoa talaka babu, kwa ukijua. Niangalia kwa kipimo. Baba bora umekuja. Mimi nachukua talaka, msitaki chochote. Nataka talaka. Baba mwambie. Mimi nimekuelewa. Unasikia? Hebu semani kidogo. Sababu umeshapata simu yenu. Naomba mngetangulia. Wala mnashika. Sogea kidogo na. Halo. Atoe talaka wewe. Talaka hiyo. Mimi nilikuamini sana. Sawa? Na kuna baadhi ya vitu fulani hivi nilikuwa nataka nikukabidhi wewe ili uweze kumsimamia huyu mwanangu. Sio, umeelewa? Lakini naona nilivyokuwa nikikuchukulia mpaka yani nilikuwa naona kama mstaarabu fulani hivi, kumbe mshenzi kiasi hichi. Umefurahi sasa, si ndio? Nakuuliza wewe, umefurahi? Umenivua nguo, umefurahi? Hivi kweli wewe mimi ndo nilivyokufundisha hivyo? Ndo nilivyokufundisha hivyo jamani? Yaani kweli maandalizi yote, kitchen party, sijui manini, makorokoro kibao. Kwa hiyo ulifurahia kupokea yale mautipoti, mabakuli, ukaona raha tu, si ndio? Haki ya Mungu mimi jamani nilizaa kweli. Hivi nimekuzaa wewe kweli mimi? Mimi nimekuzaa wewe? Au nilibadilishiwa hospitali mimi jamani? Eti kwa yale unayoyaona hivi kweli afu mke wa mtu? Yaani hapo moja kwa moja muonesha hivi. Ni mshenzi gani ambao uko katika mtu? Ngoja fanya tu. Sikiliza. Ninakwambia kitu kimoja. Nilizuia talaka. Lakini sasa nikifika nyumbani nisikae zaidi ya nusu saa, talaka uje nayo. Mzee, wewe mwenyewe unajua fika. Mungu kakataza kutoa talaka. Na kutoa talaka ni dhambi. Kwa hiyo sasa wewe kutoa talaka ni dhambi. Kwa hiyo kuzini ndio sawa eti. Muulize baba, muulize. Tena na mke wa mtu, kumzini mke wa mtu ndio sawa eti. Wewe mshenzi nini wewe? Hivi wewe unanichukuliaje wewe? Mimi mtoto wa mjini, nilikuwa nakuchukulia basi tu. Mimi najaribu kukuheshimu kama Mungu, kumbe mshenzi kiasi hicho rafiki yangu. Achana hivyo vitu. Babu nyamaza, lete talaka hiyo. Nataka nyingi na saba, upata mingi misiba. Mapenzi ni uyoga, leo mboga kesho sumu. Mwenda tezi na omo, maraja ungamani. Zamwiza 40, nzi hufia kidondani. Hapana kia Mungu. Hivi wewe ni mwanangu kweli wewe?
jambo zito kama hili, kwa nini hukuniambia? Kwa nini hukuniambia? Sawa mama, ni kweli sikukwambia na nilishuhudia, lakini mama, sikukwambia kwa sababu kadha ambazo sababisha mimi nisikwambie. Kwa sababu mojawapo, najua nilihofia hichi ambacho kinatokea sasa hivi nakisikia. Hichi ndicho ambacho mimi nilihofia, mke wangu kudhalilika kwa kile ambacho amefanya. Lakini si hilo tu peke yake, vile ambavyo mama sasa hivi unamwangalia mwanao, vile ambavyo unamchukulia katika moyo wako, vile ambavyo unaona unasema kakuvua nguo, hichi ndicho nilikuwa mimi nakataa. Na ndio maana niliweka moyoni, nikasema mimi wa kiume siwezi nikatoa isili. Alishakumu sio matusi mama, wanasema kuchapiwa ni siri ya ndani. Na ndio maana mimi nikanyamaza kiume, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo nimefundishwa kabla sijaingia katika ndoa. Nilielewa kwamba ndoa ina changamoto nyingi sana, kwa hiyo nilizibeba zile changamoto, nikasema haina shida. Na sababu ya msingi kubwa nyingine ambayo hii inawezekana ikawa si ya msingi sana, ni upendo. Ni upendo kwa mke wangu. Nampenda sana Zulekha, nampenda sana zaidi sana, tofauti na ninavyodhani. Nampenda kutoka katika kilindi cha moyo wangu, nampenda sana mke wangu. Hivyo nikahisi kitu kimoja, endapo nitamfichulia hii siri, itakuwa nimemkalifisha nafsi yake. Atajisikia vibaya, hatakuwa na uhuru wa kufanya chochote na amani, hatakuwa nacho hivi. Atajisikia unyonge, atakuwa mnyong'onyi. Na mimi nampenda, kwa sababu mama, wanasema kosa sio kosa, bali kosa kurudia kosa. Na mimi ni mke wangu Zulekha wangu kafanya kosa, lakini sio kosa kwa sababu hajarudia kosa. Hii ni mara ya kwanza yeye kumtenda hichi alichokitenda. Ndio maana mimi nikatulia, nikasema moyo tulia, nikasema moyo kuepusha shari, kuepusha magomvi kama haya ambayo lakini Mungu na mimi hajapenda. Kwa nia na dhamira ambayo mimi nilikuwa nayo ya kuficha hii siri, ameweka bayana, ishakuwa bayana, hakuna ambaye afanye nini haelewi tena. Lakini mimi ningependa mama, wanaposema Waswahili, mtoto akinyea hauwezi kukata, tikiti bovu lipo shambani mwako. Kwa mimi mama, naomba, kwa sababu mhusika ni mimi. Sawa mama, na huyu ndio nitendea makosa mke wangu, lakini bado ana nafasi ya kujutia kile ambacho umefanya mama yangu. Umsamehe wewe kama mimi ambavyo nimemsamehe. Mtaka nyingi na saba, upata nyingi misiba. Mapenzi ni uyoga, leo mboga kesho sumu. Mwenda tezi na omo, maraja ungamani. Zamwiza 40, mzi hufia kidondani. Oh na ni sumu, oh bado ni sumu. Kila siku nawaza kwa sababu ya utamu tu. Kila saa kila sekunde ni utamu tu. Ndo maana siendelee sababu ya utamu tu. Haki Mungu atanitoa roho, utamu tu. Oh na utamu unavunjisha ndoa, utamu unaua watu, utamu una vishawishi vingi, unaweza kugombana na ndugu. Utamu unavunjisha ndoa, utamu si upendi kwa sababu na matatizo mengi. Utamu si upendi ila una vishawishi vingi, unakuwa mshenyeji, tapeli wa mapenzi.